Marekani na Israeli zikishambulia Iran, lakini Iran nayo pia inafanya mashambulizi nchini Israel na maeneo mengine ya Mashariki ya Kati. Lakini je, Iran ilitarajiwa mpaka leo kuendelea na mapambano kutokana na nguvu kubwa walizonazo maadui wake Marekani na Israel? Ndilo swali nililowauliza wachambuzi Ferdinando Well kutoka Tanzania na Martin Olo kutoka nchini Kenya, ambaye anaanza kujibu. Sikufikiria ama sikuwa na wazo kwamba Marekani wataishambulia Iran na Iran itasalimu amri kwa haraka hivyo. Na kumbuka ya kwamba Rais Trump alipoanza vita mara moja akasema tayari hajashinda, na akasema ashashinda. Ukweli ni kwamba hawa wa Iran wamekuwa katika hali ya kutarajia kwamba wanaweza kuvamiwa, hali ya kujipanga, hali ya kujisitiri. Kwa hivyo sishangai. Nakumbuka ya kwamba ukiangalia Ukraine, ukiangalia hata vile vita vilikuwa Afghanistan na pale Iraq, si rahisi watu kuvunjwa moyo na kuweza kumalizwa nguvu kwa urahisi. Kwa hivyo kwangu mimi nadhani na Marekani hawakujipima vizuri wala hawakuwaza vizuri. Wao walidhani watakwenda kurusha makombora na waue kiongozi, na wakimuua kiongozi Trump akawaambia kwamba chukueni serikali yenu. Hakuona hayo. Hawa jamaa bado wameshikilia doria na bila shaka hatujaona mwisho wa vita hivi. Kwako Wall, tumesikia kwamba Marekani imetangaza kupeleka kikosi cha wanajeshi takriban 3,500 katika eneo la Mashariki ya Kati. Unadhani hii inaweza ikabadilisha hali ama ni kuonyesha dalili kwamba vita sasa vimechachamaa? Kwanza tufahamu kwamba Marekani ilikuwa na lengo kwa siku za karibuni kwa ajili ya mazungumzo na Irani, na Marekani amekuwa akisisitiza kwamba wako kwenye mazungumzo. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo liko mseto kidogo. Kuna shinikizo la kidiplomasia, kitendo cha Marekani kupeleka vikosi 3,500 vya ardhini nchini Iran. Kwa hiyo Marekani anatarajia kwamba huenda kwa kupeleka vikosi, huenda Iran ikasalimu amri kwamba turudi katika meza ya mazungumzo. Lakini pia Marekani ameamua kupeleka vikosi hivi vya ardhini kwa lengo moja, pengine kwanza kabisa kulinda washirika wake ambao mara nyingi wamekuwa wakishambuliwa na Iran kwa shutuma za kwamba wanamhifadhi Marekani na silaha zake. Kwa hiyo swala lingine, pengine Marekani pia kwa kutumia vikosi hivi anahitaji kulinda baadhi ya maeneo muhimu, kwa mfano meli ambazo zinakuwa zinazuiwa kusafirisha mafuta katika ushoroba ule wa mlango ule wa Hormuz. Kwako Martin, awali spika wa bunge la Iran alitangaza kwamba alizungumzia kuhusiana na kupelekwa kwa hivyo vikosi vya jeshi vya Marekani, na akasema kwamba iwapo vitakwenda kule wataviteketeza. Mtazamo wako? Kuna aina nyingi za kutafuta ushindi katika vita. Mara nyingi Marekani wanatumia ndege za angani, na wanatumia nguvu zao za bitu, bomba na vitu vingine ambavyo kwa kweli vina uzito mkubwa sana kurusha makombora. Njia ambayo hawaitumii kwa urahisi ni njia ya kuweka wanavyosema boots on the ground, yani kuweka wanajeshi wao katika vita vya ardhini. Lakini pia wana nafasi ya kutumia wanajeshi wa marine pale ambao wanaingia wa baharini, na pia wana nafasi ya kutafuta njia zingine za kushirikiana na wenzao ama na marafiki zao kuweka jinsi wanavyoshirikiana na Israeli. La muhimu hapa ni kwamba si rahisi, na anavyosema spika wa bunge, ukweli ni kwamba wao wa Iran wanaelewa vita vya ardhini. Hata ikiwa watasaidiwa, Marekani watasaidiwa vita vya ardhini, wasaidiwe na nguvu za angani, ukweli ni kwamba wakitaka kukumbana na wao ardhini, wawe tayari kupata upingamizi mkubwa sana. Kwa hivyo tulichokiona hapa si rahisi. Kwa mfano pale Israeli na Gaza, si rahisi kuona kwamba vita vinaisha haraka. Si rahisi kuona kwamba Israeli hata wanapoweka wanajeshi wao ardhini pale Lebanon, si rahisi. Kwa hivyo Wamarekani hawatapata
kufanikiwa kwa njia wanavyodhani. Kwa kuongezea hapo, kupelekwa kwa vikosi vya ardhini, labda mapigano ya ardhini yakianza, hudhani kwamba kunaweza kukazua vikundi vingine vya waasi ambavyo vinataka pia kuipinga Marekani kutumia nafasi hiyo iwapo mapigano ya ardhini yakianza? Na bila shaka tayari makundi kama Hezbollah, makundi kama Houthi na makundi mengine tu ambayo hata pale Iraq, makundi ambayo hayaelewani na sera za Marekani, tayari makundi haya yako pale. Kwa hivyo hatari ambayo Marekani watakuwa nayo ni kwamba watakuwa wanarushiwa risasi kutoka kote kote na hawatajua ni Iran ama ni nani. Kwa hivyo ni hali tete. Nakumbuka kwamba wanachokitaka ni kuhakikisha kwamba sehemu hiyo ya baharini inapitika. Kumbuka kwamba kuna islands kama 3 wanataka kuzivamia, wanataka kuvamia Harg, wanataka kuzivamia Larak na kuna ile Abu Musa. Wanapojaribu huko, kwa sababu ndipo njia kubwa sana kwa ya mafuta na mambo mengine, basi wawe tayari kupambana na upingamizi mkuu. Labda nirejee kwako Wall. Tumeona Pakistan nayo pia imeshajiingiza katika juhudi za kutaka kusuluhisha kati ya Iran na Marekani. Sasa unafikiri, je, inapojiingiza katika mazungumzo, kwa msuluhishi katika mazungumzo, inaweza ikafanikiwa ama ikaleta kitu kingine chochote? Kwa ufupi ni kwamba Rais Donald Trump anatamani sana kuweza kufikia makubaliano, kukaa mezani, kufanya usuluhishi wa vita hii. Lakini sasa shida inakuja kwamba Iran yeye anapoapa kwamba hahitaji mazungumzo wala usuluhishi wowote, ni kwamba kinachogombaniwa ni kuonesha kwamba nguvu, nani ana nguvu. Sasa kwa upande wa Mashariki ya Kati, Iran anataka kutawala, kwamba yeye ndiye mwenye nguvu. Sasa hakuna mtu ambaye ama nchi ambayo ipo karibu sana na Iran kuweza kumshauri kwamba tunaweza tukakaa mezani ama ukubali hivi ama vile. Kwa hiyo Pakistan inapokuja kuingia, pengine hakuwezi kuwa na majibu ya moja kwa moja kwamba Pakistan atashindwa kusuluhisha ama vipi. Pengine huyu Pakistani ameingia tu kwa ajili kama chambo fulani kwa ajili ya nchi nyingine washirika wa Iran waweze pia kuingilia kati na kumshauri Iran aweze kukaa mezani na kukubaliana na Marekani. Kwa hiyo Pakistan anaweza akawa ndio chachu ya mwanzo wa makubaliano kati ya Marekani na Iran pamoja na nchi washirika ambao wanamzunguka Iran. Mzozo wa Mashariki ya Kati pia umegusa viongozi wa dini. Tunaona katika kipindi hiki cha Kwaresma, kiongozi wa kanisa Katoliki, yeye katika hotuba yake Vatican aligusia pia kuhusiana na mzozo wa Mashariki ya Kati na kusema kwamba Mungu anawapinga ama anawakataa swala za viongozi wale ambao wameanzisha vita. Je, viongozi ambao wanapigana wanaweza wakasikiliza maneno ya viongozi wa dini? Viongozi wa kidini ama viongozi wa dini mbalimbali wana sababu za kuhofia ama sababu za kuweza kuzungumzia swala hili la vita, huku wakitaka kuona amani ikidumu. Kumbuka ya kwamba kila dini, iwe ni dini ya Kiislamu, dini ya Kikristo, dini hizi zote zinaeneza swala la amani. Wanatafuta amani na wao pia lazima waweze kuhubiri amani. Sidhani viongozi hao watawasikiza, kwa sababu sidhani wanawaheshimu hivyo. Ushawishi wao kwao si mkubwa hivyo, lakini ni haki yao kuweza kujieleza. Pope yeye ana ushawishi mkubwa sana. Kumbuka kwamba yeye mwenyewe ni asili yake ni Marekani. Kwa hivyo akizungumza naye nitakana rais wake Marekani naye amuelewe ama amsikize. Naam, ni wachambuzi Martin Olo kutoka nchini Kenya na Fernando Weli kutoka Tanzania wakikamilisha gumzo ambalo limemgusa Abdul Shaban. Yeye anasema kwa sasa anasikiliza matangazo haya akiwa Muyinga, Burundi, lakini binafsi anatokea Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.